Hello, mambo vipi? Karibu tena katika mwongozo rahisi wa kujifunza social media management. Na hapa nipo kwenye tovuti ya Facebook. Sasa mwingine anaweza akajiuliza ni kwa nini tumeanzia Facebook, kwa nini tusingeenda kuanzia Instagram? Sasa Facebook, mtu anapokuwa kwa nini Facebook inakuwa ya kwanza au ndio tools ya kwanza kujifunza? Facebook ndio kuna nyenzo zote za kuweza kufanya management ya mitandao kama Instagram pamoja na Facebook yenyewe. Huku ndio tunapata meta business huku ndipo kuna masuala ya ads manager huku ndio kuna masuala ya automation yani huku kwa ujumla ndio kumebeba tools zote ambazo zinatumika kwenye marketing kwa ujumla au kwenye upande wa management. Umeelewa vizuri? Nitaongelea dipu kabisa tutakapoanza kujifunza. Sasa hivi naomba tupate msingi mdogo, then kadri tutakavyokuwa tunasonga mbele utaelewa kwa upana sababu kubwa kwa nini Facebook imekuwa ya kwanza. Ni tools gani ambazo zimeifanya Facebook iwe ya kwanza kujifunza. Naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Haya, hapa nipo kwenye tovuti ya Facebook hapa, na wewe unaweza ukaingia kwenye tovuti yako au mimi kwenye browser ukasearch facebook.com ukaingia. Sasa kama utakuwa una credential, nikisema credential maana yake kama tayari ulishakuwa na account, maana yake una password na username. Wewe utakuwa tu unaingiza password username yako na password yako, utalog in. Lakini kwa yule ambaye hana account na hajawahi kutumia mtandao wa Facebook, ukishaingia kwenye facebook.com utakuja kuna sehemu imeandikwa create new account. Kwenye create new account utabonyeza hapo. Mimi nimeshabonyeza, itanileta kwenye ukurasa wa kutengeneza account. Sio, unaelewa vizuri? Sasa hapa kwenye kutengeneza account kuna vitu vichache vya kuzingatia. Kitu cha kwanza ni vizuri kufahamu kwamba hapa mara zote watu wanapokuwa wanafungua account ya biashara ya Facebook au business page, business account, hii account ambayo unatengeneza kwa mara ya kwanza, unatakiwa utumie taarifa zako personal, usitumie taarifa za biashara. Tumia jina lako hapa kwenye first name na last name, tumia jina lako. Usitumie jina la biashara, huwa wanakataa. Sawa? Ukisha tumia jina lako, baadaye wakati tayari account yako umeshaitengeneza ndio unabadilisha. Sio, unanielewa? Kwa hiyo usishangae kwamba unapotumia, labda mimi kwa mfano nitumie brandi afu kidigitali, watakataa. Wanahitaji jina la mtu, hawahitaji business name. Business name wanakuruhusu utumie kwenye page, sio personal account. Hii ni personal account. Kwa utaandika majina yako mawili, la kwanza na la pili. Hapa utaandika birthday yako, ulizaliwa mwaka gani, mwezi na tarehe. Hapa utachagua gender, wewe ni male au female. Taenda hapo utaandika email yako. Hakikisha email yako unaikumbuka kwa sababu ndio taarifa ambazo utakazozitumia kulog in baada ya kubonyeza submit. Kwa utaandika email yako, utakuja hapo, unaweza kaandika email au namba ya simu. Mwenyewe hapa hii sehemu utachagua wewe uandike email yako au uandike namba ya simu, unaruhusiwa. Ndio maana wamekwambia hapa mobile number au email. Baada ya hapo utaweka password ambayo una uhakika kwamba utaikumbuka. Umenielewa? Password ambayo una uhakika kwamba utaikumbuka. Baada ya hapo utabonyeza submit. Ukishabonyeza submit, watakuhitaji sasa ulog in kwamba tayari una username na password. Kwa hiyo watakugea sehemu ya kulog in. Utaingiza username na password yako ulioitengeneza. Mimi hapa tayari nina account. Kwa hiyo nitakuja kubonyeza tu hapa kwenye continue. Hapa nitaweka password yangu. Hapa nitakuja kuweka password yangu, nitabonyeza log in.
Nikisha login hapo, akaunti yangu itafunguka hivyo. Kwa hiyo hatua ya kwanza au vitu vya msingi zaidi kitu cha msingi, utakuja kushoto kwako huku juu kabisa, utaona sehemu ya profile pamoja na jina la akaunti yako ulotengenezea, ambapo utabonyeza hilo jina. Ukishabonyeza itakuleta kwenye peji ambayo unaona akaunti yako au inakuhitaji wewe ufanye setup ya akaunti yako. Kwa hatua ya kwanza uta-upload profile picture, baada ya hapo uta-upload cover photo. Nitawapa vipimo vya kuweza kudesign cover photo ya nyuma. Kwa hiyo nitawapa vipimo. Sio, umeelewa vizuri? Ukisha upload maana yake umeshaweka cover, umeshaweka na profile picha yako, amini kama ni logo, kama ni picha yako, whatever. Baada ya hapo utakuja hapa kwenye edit. Hapa kwenye edit unaweza ukaedit taarifa zako hapa. Hapa ni sehemu ambayo unaitumia ili kuandika account description. Hii ndio sehemu ya kuedit account description au bio wengine wanaita. Kwa utakuja hapa kwenye edit, utakuja kuandika hapa taarifa zako chache ambazo wewe unataka kuziandika. Lakini kama hauwezi kuja hapa, kama hauwezi kutumia hii, utakuja hapa chini kwenye about, utabonyeza hapa kwenye about, sehemu ya intro, ndio utaandika description ya account yako, kwamba account yako inahusu nini, na kama ulivyoona hapa mimi nitaedit. Kwa hiyo hapa utaandika ni sehemu ambayo una introduce au unajiintroduce wewe mwenyewe kuhusu ujuzi wako au wewe ni nani, na vitu kama hivyo. Sio, umeelewa vizuri Kwa ukishaandika hapo utaendelea mbele. Hii ni sehemu ambayo hapa ni sehemu ambayo utapini zile akaunti zako ambazo umezi connect. Hapa utapini akaunti zako ambazo umezi connect. Kwa mfano hapa unaweza kuona nimeconnect Instagram account yangu, unaona hapa nimeipini. Kwa hiyo kwanza lazima baadaye tutakapokuja kuconnect au tutakapokuja huku kwenye contact information, tutaweka akaunti zetu nyingine kama Instagram, kama labda TikTok, kama YouTube. Kwa hiyo hizo akaunti zitakuja kuonekana hapa. Una uwezo wa kupini pia. Umenielewa? Hapa nimepini akaunti zangu hizi hapa. Kama unaweza kuona nimezipini hapa. Kwa hiyo na wewe baada ya kuweka taarifa za social media nyingine, una uwezo wa kuja kupini akaunti unayoitaka. Kwa hiyo ili kuweza hapa ni sehemu ya bio. Si unanielewa vizuri? Hii ni sehemu tumeedit taarifa za mbele za akaunti yako au tunaita description. Baada ya hapo tutashuka chini, utakuja pembeni hapa. Sehemu ya muhimu kabisa ni sehemu ya category. Hii sehemu ya category, kwamba je, akaunti yako ipo kwenye category gani? Na hii sehemu mara nyingi inatumika sana kwenye optimization, yani account optimization. Yani nikisema account optimization ni namna ya kuweza kuifanya account yako ionekane kwa haraka pindi mtu anapotafuta taarifa za account yako. Umeelewa? Kwa hiyo hii sehemu ni muhimu sana. Kwa mfano hapa mimi nitabadilisha hapa kwenye category nitaongeza, kuna digital creator nitaandika, lakini nahusika na masuala ya social media social media agents. Umeona? Kwa hiyo mtu atakapoingia kwenye kurasa ya Facebook akawa anatafuta agents, mimi nitaonekana. Umeelewa? Lakini pia hapo nitaandika masuala ya branding, nahusika na masuala ya branding. Advertising agents pia ni ya kwangu. Kama wewe ni graphic designer unataka kuandika hapo utaandika, lakini mimi sio eneo langu. Mimi nahusika na masuala ya agents. Lakini pia nitakuja hapo digital market, digital marketing. Nafikiri kama ipo, sidhani. Digital marketing hakuna. Kwa hiyo hapo nimetumia digital creator, social media agents, advertising agents,
lakini pia naweza nikaongeza au naweza nikaacha hapa hapa. Kwa hiyo kama una manage account ya mtu ambaye anafanya masuala ya mavazi, utakuja hapo utaandika labda clothing, hii clothing. Maana yake huyo mtu account yake Facebook au Meta wataitambua kwamba hii account ni kwa ajili ya kuuza nguo. Sasa pindi mtu anapokuwa anatafuta taarifa kuhusu mavazi, account yako inakuwa inaonekana kwa haraka. Kwa hiyo ndio maana ya category inavyofanya kazi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hapa nitafuta mimi sifanyi clothing, nitabonyeza save hapa. Nitabonyeza save. Lakini pia hizi huenda mwingine ndio anafungua account yake hajui achague category gani. Mimi nitakachokifanya, tutakuja kujifunza namna ya kuweza kutumia AI ili kuuliza kitu unachokifanya, then AI itakwambia wewe upo kwenye kundi la category gani. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tutaenda hatua kwa hatua. Hizi wala usijali kwamba utachagua kitu gani hapa, ni category gani, labda haujui upo kwenye kundi gani. Nitakuelekeza hatua kwa hatua. Tutatumia AI, nitakuelekeza namna gani ya kuweza kuprompt ili iweze kukwambia kutokana na kitu na vitu unavyovifanya utakuwa kwenye category gani. Kwa ni rahisi. Lakini kama unafahamu utaweka hapa. Umeelewa vizuri tutashuka chini hapo. Hapa kwenye personal details. Kwenye personal details hapo kuna taarifa zako, labda mwaka kuzaliwa, labda kama utaandika ukweli au utaongopa ni wewe mwenyewe. Hapa ukitaka kuweka location utaweka location. Sio sawa, sio lazima. Kwa sababu mimi sijaweka taarifa nyingi kwa sababu mimi account yangu nimeifanya kama ya biashara in short. Yaani nimeiweka kwenye mfumo wa biashara. Kwa hiyo sitaki iwe na taarifa nyingi. Sehemu ya msingi zaidi, hizi sio sehemu za msingi hapa kwenye links. Kwenye links hapa ni muhimu pia. Kama una linki mbalimbali unakuja unaweka hapa. Hapa kama una linki una links mbalimbali unaweza ukaja ukaweka. Mfano mimi naweza nikaja kuchukua kama una linki maybe una account ya YouTube unaweza ukaja ukaweka hapa. Hapo kaandika link description. Link description hapa utaandika ni YouTube. Hapo utaandika labda ni YouTube. Ili mtu anapoingia kwenye account yako ajue kwamba hii link ni ya nini. YouTube. Utaandika tu YouTube channel. Hii ni YouTube channel. Alafu hapa utaweka link yake. Umeelewa? Ukitaka kuongeza utaongeza account yako labda ya Instagram. Utakuja uta-add hapa. Utabonyeza add, then utaongeza, utaweka nyingi kadri unavyoweza. Umeelewa vizuri? Sawa, tunatoka hapo. Hapa kwenye community, hapa sio sehemu ya msingi sana. Sehemu ya msingi sana ni huku chini. Ni hapa kwenye contact information. Hapa kwenye contact information ni muhimu sana. Sawa? Hapa tutakachokifanya tuta leave page. Tutakuja huku. Sawa? Utakuja hapa kuweka taarifa zako. Tutakuja kuweka taarifa zako. Hapa nakwambia kuna social media. Kama unataka kuattach social media zako, unaweza kuja ukaattach hapa. Utabonyeza hapa. Then utaattach uta-add linki. Kama una linki za mitandao tofauti, unaweza ukaja uka-add hapa. Unaweza ukaja uka-add. Sijui umeelewa? Kwa mfano hapo unaweza uka-add social media linki. Ukaandika username. Ukiandika tu username italinki yenyewe. Ukija hapa mara kwa mfano hapa YouTube unaweza nikaandika. Hapa unaweza nikaandika. Hapa anasema ni Instagram. Hapo utabadilisha. Huku mbele unaweza kaona huku. Huku mbele unachagua ni mtandao gani huo. Si umeelewa? Huku mbele unachagua ni mtandao gani. Kwa mfano hapa hii ya kwanza ni Instagram yangu. Sawa? Hii hapa ni account yangu pia. Hapa unaweza kuchagua labda mimi nataka hapa nichague YouTube. Umeelewa? Alafu utaandika username unaotumia YouTube. Labda kwa mfano mimi kwangu natumia Brandi Kidigitali. Natumia Brandi Kidigitali. Hivyo itakuwa tayari. Kwa ukisave hapa ukisave
utaona hapa tayari kuna akaunti yangu ya YouTube tayari. Sijui umenielewa? Hapa kuna akaunti yangu ya YouTube. Mtu akibonyeza hapa maana yake itafunguka YouTube yangu. Utasubiri hapo. Umeona itafunguka YouTube yangu moja kwa moja. Kwa utakuwa umenielewa vizuri. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unafanya setting ya akaunti ya mteja au akaunti yako. Kwa hiyo hapo utakuja hapa utaweka namba zako za simu, utaweka email yako, huku chini sio sehemu ya msingi, media kit sio sehemu ya msingi sana. Kwa hiyo hapo utakuwa umemaliza, nitarudi kwenye all. Utakuwa umemaliza kufanya setting ya akaunti yako ya Facebook. Mpaka kufikia hapo unakuwa umeshafanya setting ya akaunti yako ya Facebook. Hapo tayari kwa kuanza kuanza kufanya content sasa kwa ajili ya kuposti contents. Umeelewa vizuri? Hapo akaunti yako ya Facebook itakuwa tayari. Sasa hatua inayofuata ni namna ya kuweza kucreate page. Huku tunapoelekea sasa ndio kuna mambo mengi zaidi na ndio tumelenga kutaka kujifunza zaidi. Sisi hatutatumia kuposti manual, kuja hapa kuposti manual. Tutatumia mifumo ambayo itatusaidia kumanage akaunti zote mbili, yani Facebook na Instagram. Ukiposti mara moja, posti yako itaenda Facebook lakini pia itaenda Instagram. Kwa hiyo tunatakiwa kumiliki page account au account ambayo ni page. Tutatengeneza page ya Facebook. Sasa ili uweze kutengeneza page, utakuja hapa juu ambapo tunaita Facebook menu. Hapa kwenye hizi doti. Utakuja utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapa, moja kwa moja macho yako yaangalie chini mpaka hii sehemu ilipoandikwa page. Utakuja utabonyeza hapa kwenye page. Umeelewa vizuri? Ukisha kuja kwenye page hapa kushoto kwako huku ndio sehemu tunahusika nako sana. Huku ni muonekano, yani muonekano preview. Hapa ni muonekano wa desktop, hapa muonekano wa simu. Umeelewa? Kwa hiyo huku sasa ndio unaandika jina lako la page. Labda unataka kuita brandi labda Brandi Dani. Sawa? Labda unataka kutumia jina hilo. Baada ya hapo utakuja tena kwenye category. Category ni ndio msingi wa kwanza wa akaunti yako, yani katika hatua ya kukua optimized. Kwa hiyo category ni jambo la msingi sana. Lazima category ya akaunti yako ipo kwenye kundi gani, ili zile taarifa zinapokuwa zinahifadhiwa na Meta, mtu anapokuwa na search taarifa fulani, basi akaunti yako inakuwa ya kwanza kuonekana kulingana na. Japokuwa kwenye optimization, huu ndio msingi wa kuifanya akaunti yako iwe yani akaunti yako iwe optimized. Huu ndio msingi wa kwanza, japokuwa tutakuja kuzisoma mbinu mbalimbali ambazo zitaifanya akaunti yako iwe optimized. Lakini hii ndio njia ya kwanza kabisa. Sawa? Kwa hiyo hapo utaandika labda akaunti yangu ipo kwenye kundi la marketing. Kundi la marketing agents. Lakini pia marketing and advertising hapo. Lakini naweza nikasema branding, masuala ya branding. Hapo branding hakuna, lakini kuna advertising. Naweza nikaiweka na hiyo advertising agents. Mimi nafikiri kwangu hizo zinanitosha tu. Hizo zinatosha. Sawa? Baada ya hapo unatakiwa kuja kutengeneza bio yako, maelezo kuhusu akaunti yako au kuhusu biashara yako. Akaunti yako au page yako inahusu nini hasa. Kwa hiyo hapa ndio unakuja kuandika maelezo kuhusu akaunti yako, nini kinafanya au unafanya nini kwenye page yako. Kwa hapo utaandika bla utaandika kwa kina, lakini pia utazingatia limit. Wana limit ya maneno hawa. Utaandika kwa kuzingatia limit. Kwa mfano mimi nitakopi ya maneno alafu nitakuja kuya-apply hapa mfano. Umeona? Nitakuja kuya-apply hapa. Very simple. Kwa mfano labda hii ndio kurasa yangu, your page bla hivi. Kwa hiyo unapokuwa unaandika, hakikisha nitakuelekeza namna gani ya kuweza kuandika bio.
Kuna uandishi wa bio, uandishi mzuri wa bio yako. Nafikiri tutajifunza kwa kutumia AI ili kuweza audit account ya mteja kuhusu kile anachokifanya. Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Kwa hiyo kwanza unapokuwa unaandika bio ya mteja wako, tunaangalia keywords. Tunaangalia keywords. Keywords ni maneno ambayo kwa asilimia kubwa watu au wateja wanapenda kuyatumia ili kutafuta taarifa fulani. Taarifa inawezekana taarifa ya bidhaa au taarifa ya huduma fulani. Umenielewa? Kwa hiyo yale maneno ambayo ni common kwa wateja kuyatumia kutafuta huduma au bidhaa fulani, ndiyo tunayatumia kwenye uandishi wa bio. Umenielewa? Nitakuja kukuelekeza njia rahisi ya kuweza kuandika bio. Ni rahisi sana. Cha kwanza, unapokuwa unaandika bio, vitu vya msingi, hapa nakupa muongozo, vitu vya msingi. Unapokuwa unaandika bio, mtu lazima afahamu akaunti inahusika na nini. Sawa? Lazima mtu afahamu akaunti inahusika na nini. Lakini pia mtu akishafahamu akaunti inahusika na nini, lazima afahamu akaunti inamsaidiaje. Si unanielewa? Ukiweza utaweka na shuhuda. Akaunti imeweza kufanya kitu gani au mambo gani. Mfano, nitakuonyesha tu kwa ufupi. Nitakuja hapa kwenye akaunti yangu ya Instagram. Become an expert within 30 days. Ni very simple, mtu anaelewa kwamba huyu hapa nilipo hii account inahusika na masuala ya kufundisha ili niwe expert ndani ya siku 30. Je, anafundisha ujuzi gani? Ndio vitu ambavyo mimi na posti. Sasa hapa mtu atapata question, alafu atahitajika kufuatilia sasa huku, je, ni ujuzi gani huwa anafundisha ili niwe expert. Lakini hapa nilichokifanya nikatoa shuhuda, empowering idadi hiyo learners to master high demand skills. Kwa hiyo lazima uandike shuhuda, tengeneza shuhuda. Sio kila akaunti lazima kuwe na shuhuda hapo, lakini huu ndio msingi wa vitu ambavyo unatakiwa kuviweka kwenye bio yako. Lakini kitu kingine ni call to action. Call to action ni kitu muhimu sana. Call to action ni kitu muhimu sana. Call to action, je, akishaona akaunti yako, je, call to action unaweza kuweka namba za simu, unaweza kuweka akaunti yako ya WhatsApp hapo mtu akutafute na vitu kama hivyo. Sijui umenielewa? Kwa ujumla tunapokuwa tunasema bio, watu wanaichukulia ni sehemu ya kawaida, lakini bio ni sehemu ambayo mtu kabla hajatembelea kurasa yako apate kukufahamu wewe ni nani. Tambulisha akaunti yako inafanya kitu gani. Ikiwezekana onyesha shuhuda za watu walio umewasaidia nani, yani nani amenufaika. Onyesha shuhuda. Kwa hiyo utatambulisha akaunti yako, service unayotoa. Utaonyesha shuhuda. Sawa? Utakuja utaonyesha call to action. Kwamba call to action anafanya maamuzi gani, kwamba unaweza ukatufollow au unaweza ukatupigia simu kwa huduma, unaweza ukatucheki WhatsApp, kitu kama hicho. Kwa hiyo audit, unapokuwa unafanya audit ya mteja, hivyo ndio vitu vya kuzingatia sana. Hizo ndio key. Ukiweza kutambulisha akaunti yako, ukaweza kuonyesha testimony, either ukaonyesha atanufaika nini, yani benefits, ukaonyesha advantage ya yeye kukufollow ni nini. Yeye kukufollow au akufuatilie nini, yani lazima uweke benefits ya mtu yoyote anapotembelea kwenye akaunti yako. Yani kile kitu kimguse. Sawa? Kimguse. Sijui umenielewa. Labda tunakusaidia kuongeza nguvu za kiume,
Umenelewa? Tunakusaidia kuongeza nguvu za kiume. Kwa hiyo unawezekana ujumbe ukawa mmoja, lakini moja kwa moja unamgusa mhusika. Usiseme kwamba mimi ni graphic designer najua Photoshop. Bado hapo hujajitambulisha vizuri, bado haujajitambulisha. Wewe ni mtaalamu wa nini? Unawasaidia watu wananufaika vipi wanapokufuatilia? Kwa hiyo kuna utambulisho, kuna faida au advantage au benefits ambazo mtu akisoma akaunti yako, benefits ya aidha kukufuatilia, lakini pia kuna testimony, onyesha shuhuda kwenye bio yako, lakini pia na call to action. Umenielewa vizuri Yeah. Kwa nafikiri hapo tumepapita hapo. Nitakuja kufundisha kwa upana sana kwenye masuala ya AI na tutakuja kuelekezana kwenye masuala ya audit mbele ya safari. Nitaelekeza kwa upana sana. Tunapokuwa tunafanya setting kule Instagram, ndio sehemu ambayo nitakujenga zaidi. Naomba tuishie hapo. Baada ya kuandika taarifa zote hapo, unaweza kuona hapa taarifa zako zinaonekana. Taarifa zako zinaonekana hapa. Kwa hiyo hapo utabonyeza create page. Ukishabonyeza create page inakuwa tayari umeshatengeneza page yako. Sasa mimi hapa nitalive page. Tayari nimeshatengeneza page yangu, kwamba nitakuja hapo kuswitch. Na unapotaka sasa, umeshatengeneza page yako, unataka kuingia kwenye page. Sawa? Si upo kwenye account yako ya Facebook ya kawaida. Labda umeshatengeneza page yako tayari. Sasa unataka kulog in au kuiswitch uingie sasa kwenye page. Utakuja kulia kwako huku. Hii sehemu ya profile unayoiona hapa, utaibonyeza hii. Ukishabonyeza hii, utakuja hapa kwenye see all profile. Utabonyeza hapa. Kwenye see all profile ndio utakuja kuona kumbe kuna account mbili. Kumbe hii yenye tiki ndio account ambayo niliopo, ambayo ni account yangu ya Facebook. Nikibonyeza hapa it means naingia kwenye page yangu. Kwa hiyo nikibonyeza hapa it means kwamba naingia, nitasubiri. Hapo sasa nimepelekwa kwenye Facebook page. Yaani utofauti sasa. Ukiingia kwenye page utaona kuna vitu vingi sana huko. Kuna meta, kuna nini. Huku pembeni kuna vitu vingi zaidi. Kuna professional dashboard. Lakini ukija huku kwenye account yako binafsi, kwenye account yako binafsi inakuwa haina mambo mengi. Yenyewe inakuwa haina mambo mengi. Ngoja ifunguke. Yenyewe inakuwa haina mambo mengi. So unaona pembeni huku inakuwa haina vitu vingi. Kwa hiyo kitu kingine cha msingi zaidi, lazima ufanye setup ya account yako. Kama vile tulivyofanya setup kwenye account binafsi ambao ni personal account. Umeelewa vizuri? Kwenye page pia unatakiwa kufanya setup. Kufanya setup hapa cha msingi zaidi, lazima uweke profile picture, lazima uweke cover. Baada ya hapo uje ufuate taarifa za account. Maana yake utakuja hapa kwenye about, then utakuja kufanya setup. Sasa kuna kitu cha msingi ambacho nataka nikuelekeze na jinsi mitandao inavyofanya kazi. Utakuja kwenye about us hapa ambapo tutaanza na intro. Kwenye intro nisha kuelekeza utafanya audit kwenye bio. Kwa mfano mimi nimeandika hapa tunafundisha skills from zero to expert. Elimu ya kukuza brand mtandaoni. Nimeandika kitu ninachokifanya. Kwa hiyo jambo la msingi unatakiwa kufahamu namna ya kuaudit account. Ambapo kwenye kuaudit account kuna main keywords ambazo tunaziangalia. Jambo la msingi zaidi unapoandika bio, lazima ufahamu kutambulisha account unafanya nini, mtu apate kujua. Lakini jambo la pili, kufanya nini maana yake, labda kama unauza huduma, kama unatoa mafunzo, kama unafanya. Hivyo ndo vitu vya msingi. Lakini ukiweza toa shuhuda. Yaani andika shuhuda kwa ufupi sana. Nimesaidia watu kadhaa. Watu kadhaa wamefanya kitu fulani. Sijui, yani hapo unaandika shuhuda kwa namna ambayo mtu atavutiwa kuview posti zako. Jambo lingine, unaweza kuandika namna utakavyomsaidia mtu
akaunti yako inatusaidiaje sisi audience, inatusaidia nini? Kwa hiyo ukishaandika inafanya kazi gani, jaribu kuandika shuhuda kama utaweza. Lakini pia unaweza kaandika benefits. Mtu ana benefit vipi anavyokufuatilia? Tunakusaidia kukuonyesha mbinu za masoko kila siku. Mfano, tunakusaidia kukuonyesha mbinu za masoko kila siku. Kwa hiyo hapo it means moja kwa moja najua kwamba mimi ninapokuwa namfuatilia huyu na kuwa natambua mbinu za masoko kila siku. Baada ya hapo lazima uweke call to action. Mtu anapoona akaunti yako afanye kitu gani? Watu huwa hawafanyi maamuzi wao wenyewe mpaka waambiwe. Kwa mfano hapa nimeandika call to action yangu, follow me, uendelee kujifunza. Kwa ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia kwenye uandishi wa bio. Si umenielewa vizuri Yeah. Lakini hapa kuna pinned details. Pinned details ni taarifa ambazo unaweza kuzipini zikaonekana kwenye profile yako. Kwa mfano hapa nimepini category. Hapa nimepini category, lakini pia unaweza ukapini mawasiliano yako, unaweza ukapini account yako ya Instagram ikakaa pale kwenye profile. Si umenielewa? Ndio maana ya kupini. Lakini sehemu ya msingi zaidi ni hapa kwenye links. Kwenye links hapa ni muhimu. Sijaweka linki lakini ngoja nikuonyeshe. Nimezitoa ili nikufundishe. Kwenye links hapa, hii mitandao ya social media, Google, yani nikizungumzia search engine ambayo ni Google, search engine kubwa. Hizi linki, kitendo cha kuweka hapa account ya Instagram, account ya YouTube, account labda ya, unaweza kuweka Google profile yako, Google link ambao ni profile yako, unaweza kaweka. Kinachofanya mitandao wana synchronize profile ili wakutambue kwamba kumbe watumiaji wa majina haya mtandaoni kumbe ni muhusika mmoja. Hii inasaidia pale ambapo unapokuwa mtu anatafuta taarifa fulani kwenye Google au kwenye search engine ya Google, maana yake wewe unakuwa unaonekana wa kwanza na akaunti zako zote pale na majina yake yanaonekana. Mfano, nitakuonyesha hapa. Hapa nilikuwa natafuta nimeandika Brand Digitali. Imenionyesha akaunti zangu Brand Digitali ni nani, inanielezea. Unaona hapa? Brand Digitali kwamba yuko YouTube channel, TikTok presence, inaelezea kwamba uwepo wangu kwenye social media. Kwa hiyo unapokuwa una connect social media nyingine kwenye akaunti fulani, zinasaidia kukusynchronize na kukutambulisha kwamba wewe ni mtumiaji mmoja, ambao inakuja kukusaidia huku kwenye search engine. Mtu anapokuwa anatafuta ujumbe fulani au taarifa fulani, wewe ndio unakuwa recommended au unakuwa suggested zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kuandika linki, unaandika na jina la hiyo linki, labda YouTube channel unaweka linki yake. Unaendelea website yako, unaweka website hii ni hivyo mpaka unakamilisha linki zote. Inawezekana kaweka limit ambazo ni 10 au kaweka chache, ni wewe mwenyewe. Lakini hiyo ndiyo taarifa kuhusu linki kuziattach kwenye account yako binafsi. Maana yake nini? Ndio hiyo maana yake. Baada ya hapo utakuja huku kwenye contact and information. Ni sehemu muhimu sana ambayo unatakiwa kuizingatia. Huku ndipo unakuja kuattach tena social media zako. Mimi hapa nimeattach TikTok, nimeattach YouTube na Instagram. Maana yake hapa wananisynchronize kujua mimi ni mtumiaji mmoja. Na pia wanaangalia kwamba wewe unafanya vitu gani, kwamba kwenye akaunti zote kinafanyika kitu kimoja. Ndio kitu ambacho kinafanyika. Sawa? Kwa hiyo jitahidi kuwa na consistency ya kitu unachokifanya. Wakati mwingine unaweza ukawa hauwi recommended kwa sababu akaunti zako zinafanya vitu tofauti. Kwa hiyo mitandao au search engine husika inahisi kwamba wewe sio mwenye akaunti. Wanaangalia profile, wanakuwa wana analyze ile bio yako au profile yako kujua kwamba watumiaji hawa ni tofauti au mmoja. Kwa hiyo hakikisha logo yako unayotumia inakuwa ina consistency kwenye mitandao yote. Lakini bio yako unayoandika basi inakuwa ina consistency kwenye mitandao yako yote, ili ikupe urahisi wa kuwa recommended. Taarifa zako ziwe recommended kwa haraka zaidi.
Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo utaweka taarifa za mawasiliano yako na kila kitu, utamaliza mpaka chini. Hapo unakuwa tayari umeshakamilisha zoezi zima la kufanya setting ya account yako ambayo ni Facebook account pamoja na Facebook page mpaka kufikia hatua hii. Nafikiri utakuwa umejifunza kwa ukubwa zaidi, na tuelekee kwenye next part au next tutorial. Asante sana.